Wanawake na afya. Afya ya mama zetu. Ni kweli vifo vya mama wanaojifungua vimepungua kutoka 556 mpaka 104 kati ya wazazi 100,000. Zahanati, idadi ya zahanati, vituo vya afya vimeongezeka, lakini bima, upatikanaji wa maji safi na salama kwenye vituo vya afya. Hayo machache tu, kwani tunatamani mtu hata mmoja apoteze maisha? Hapana. Ukatili dhidi ya wanawake, vurugu huumiza wanawake na wasichana na huzuia uwezo wao kustawi kwa njia nyingi. Tangu mkutano Beijing, sauti mbili za nchi ziliweka sheria kwenye vitabu na unyanyasaji majumbani. Nashuhudia mama akipigwa, nashuhudia baba akirudi amelegalegea, na siwezi hata kumsemesha mzazi kwa kutumia lugha ngumu. Na adhabu, sheria ya mtoto, je, huu si ukatili? Wanawake na migogoro ya silaha. Tanzania yetu, nchi ya amani, tunakupenda. Vita na migogoro ya silaha huharibu familia na jamii na kuwaacha wanawake na wasichana wakiwa katika mazingira magumu. Tukumbuke unyanyasaji wa kijinsia husababisha aina nyingine ya vita kwenye familia. Silaha ziko mkononi. Vifo vya wanawake kuuawa vimeongezeka. Sisi ndo jamii na kukomesha uovu ni wajibu wetu. Wanawake katika uongozi na maamuzi. Kumbe mawazo huwa kweli. Miaka 30 iliyopita, ajenda ya wanawake na uongozi ilishikilia kidedea. Watanzania hatubaki nyuma. Rais tunaye, maspika wawili tunao, waziri wa ulinzi tunayo, lakini bado tunahamasisha wanawake kwenda jimboni. Kasimame ugombee, usubiri ya kupewa, vina gharama. Wanawake na vyombo vya habari. Vyombo vya habari vina jukumu muhimu katika kuendeleza na kupinga kanuni za kijamii ambazo zinapinga ubaguzi au unyanyasaji dhidi ya wanawake. Inaweza kupinga wanawake, lakini pia kuonyesha viongozi wenye nguvu na wahusika wakuu ambao wanaweza kuwa mifano ya kuigwa kwa watazamaji wao. Wanawake na mazingira. Wanawake ni miongoni mwa walioathirika zaidi na mabadiliko ya hali ya hewa. Mara nyingi ni wale wanaokusanya maji, uvuvi au ardhi ya kilimo iliyoathiriwa na mafuriko. Wakati huo sauti zao mara nyingi hupuuzwa katika mipango na usimamizi wa mazingira. Pia wana upatikanaji mdogo wa ardhi na rasilimali za uzalishaji. Mtoto wa kike, elimu bure. Naweza kurudi shule hata nikipata mimba. Mimi ndiye mtoto wa kike ninayetarajia kujisimamia kiuchumi. Ila nitawezaje kufanya hivyo kama sheria bado sio rafiki? Kuipinga dhana ya uwezeshaji, dhana ya mtoto wa kike, dhana ya mtoto 2000, upotoshaji wa dhana ya 50 kwa 50. Ninaumia, ninachoka. Wanawake, tumeawali, tumefikisha ujumbe. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.